Welcome friends, karibuni nyote mahali pote mlipo. Tunashukuru. Tunaalika tena katika vipindi vyetu vya msororo wa maandiko. Natumai kwamba mmekuwa na siku ya kwanza ya juma ambayo itakuwa ni siku njema kwenu. So siku ya leo tunaenda kuangalia jinsi ambavyo watu wanastahili kula Pasaka ama meza ya Bwana. Kwa wale ambao wanaenda kushiriki, lazima tuweze kuangalia jinsi ambavyo inafaa kufanywa, maana tunaambiwa kila jambo tunafaa tuige Yesu Kristo, maana ndiye njia, ukweli na uzima. Yohana 14:6. So kabla ya mambo yote, ndugu zangu, wacha tuweze kupata dua ndipo tuweze kuingia katika somo letu. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa wakati mwema ambao umetusha tukiweze kuja mbele zako, tukiweza kujifunza neno lako, hasa jinsi wewe tuliona ambao uliweza kuacha kielekezo kwamba chochote tunalofanya tukiweza kufanya kwa ajili ya jina la Yesu Kristo na utukufu wa Mungu. Ukatuongoza na ukatulinda, na kwa Yesu tunaomba na tutakuamini. Karibuni tena katika somo letu. Tunapoenda kuangalia Pasaka. So tutaanza na kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza tutasoma pale 11 kuanzia mstari wa 23 pale. Kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana niliyowapa ninyi, ya kwamba Bwana Yesu usiku ule aliutoa mkate, naye akisha kushukuru akaumega akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na vivi hivi baada ya kula akachukua kikombe akishukuru akisema, hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni vivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Maana kila mlapo mkate huu na kinywe kikombe hiki, mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Kula chakula cha Bwana. Basi kila aulaye mkate huu au kunywa kikombe hichi cha Bwana isivyo stahili, atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana. So tunaposhiriki jinsi isivyo stahili, tutakuwa tumejipatia hatia ya damu na mwili wa Bwana. So wacha tuone kwamba naye iliweza kufanyika aje. Naposoma katika Mathayo 26 mstari wa 17, tutasoma pale Mathayo 26:17. Hata siku ya kwanza ya mikate isiyotiwa chachu. Jambo la kwanza tunapata kwamba ni mikate isiyotiwa chachu, lakini kuna madhehebu ambayo yanafundisha kwamba fahamu katika kitabu cha Catechism ama kitabu cha Wakatoliki wanasema kwamba unga mweupe unatia chumvi kidogo, maziwa, lakini tunaona kwamba tunaambiwa ni mkate usiotiwa chachu. Wanafunzi wakamwendea Yesu wakamwambia, ni wapi wataka tukuandalie ile Pasaka? So tunaona ni kwamba ni sisi ambao tunaandaa wenyewe, sio ile ambayo tunanunua. Maana tunaambiwa ni ile ambayo haifai kutiwa chachu. Maana yake tunajua kwamba mkate huu unaashiria mwili wa Yesu, na divai hiyo ambayo ni mzao wa mzabibu unaashiria damu ya Yesu Kristo. So tunaona kwamba tunafaa kutumia mkate usiotiwa chachu, na pia divai ambayo tunafaa kutumia ni divai ambayo haijachachwa ama haijalala ikatikuwa chachu. So katika 29 pale anasema kwamba tuone kwamba ni nini tunafaa kutumia kama divai ama kama damu. Lakini nawaambia, sitakunywa kabisa tangu sasa huo mzao wa mzabibu hata siku ile nitakapokunywa mpya pamoja nanyi katika ufalme wa Baba yangu. So tunaona divai ambayo tunafaa kutumia watu wa Mungu ni mzao wa mzabibu,
ama grapes kwa wale ambao wanaelewa kwa lugha nyingine ya Kimombo, grapes ama mzabibu. So na tumeona ambaye atakunywa ama atashiriki visivyo stahili atakuwa amejitia hatia kwa damu na mwili wa Yesu Kristo. So Wakorintho, Mathayo 26 pale 26 nitasoma. Na walipokula, Yesu alitoa mkate, akaubariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Akakitoa kikombe, akishukuru, akawapa, akisema, nyweni nyote katika hiki, lakini nawaambia sitakunywa kabisa tangu sasa mzao wa mzabibu. So tumeona baada ya kushukuru mkate, akawapa tena kikombe, akasema, twaeni mnywe huu kwa ajili ya damu yangu, kama damu yangu, na tumeona ulikuwa ni mzao wa mzabibu. So tunaposhiriki Pasaka pia tunaona kuna vitu ambavyo tunafaa kufanya. Tunaposoma katika kitabu cha Yohana Injili 13:4 mstari wake wa 4 inasema, wacha tusome basi, tusome 12 kwanza. Yohana 13:12, basi alipokwisha kuwatawadha miguu na kuyatoa mavazi yake na kuketi tena, akawaambia, je, mmelewa na hayo niliyowatendea? Ninyi mwaniita mwalimu na Bwana, nanyi mwanena vyema, maana ndivyo nilivyo. Basi ikiwa mimi niliye Bwana na mwalimu nimewatawadha miguu, imewapasa vivyo kutawadhana miguu ninyi kwa ninyi. So tunaona katika Pasaka tunaposhiriki tunafaa kutawadhana miguu sisi kwa sisi. Sasa wacha tuone katika mstari wake wa 4:13 Yohana 4, aliondoka chakulani, akaweka kando mavazi yake, akatua kitambaa, akajifunga kiunoni, kisha akatia maji katika bakuli, akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu na kuwafuta kwa kile kitambaa alichojifunga. So tunaona kwamba tunaposhiriki meza ya Bwana ama Pasaka, tumeona kwamba tunafaa pia kutawadhana miguu ama kuoshana miguu, jinsi ambavyo Yesu Kristo alivyoosha wanafunzi wake, na amesema, mmeelewa nilivyowafanyia, basi mimi mwasema vyema, mimi ni mwalimu na Bwana, basi kama nilivyowafanyia na nyifanyeni hivyo ninyi kwa ninyi. Imewapasa vivyo kutawadhana miguu ninyi kwa nyinyi, kwa kuwa nimewapa kielelezo, ili kama mimi nilivyowatendea nanyi mtendeni vivyo. So tunaona kwamba katika Pasaka tunatumia mikate isiyotia chachu, na ndivyo ambayo tumeona tunatumia sio kileo, bali ni mzao wa mzabibu ambao Yesu anasema hatakunywa tangu sasa, lakini ataunywa mpya kule mbinguni katika ufalme wa mbinguni. So tunaona kwamba ndivyo ambayo siweza kutumia, na hata wanafunzi wake tunaona kwamba ni mzao wa mzabibu ama grapes kwa wale ambao wanaelewa katika lugha nyingine, grapes ama mzao wa mzabibu. Na tukaona tunatengeneza mkate usiotiwa chachu ili kuashiria mwili wa Yesu Kristo, na mzabibu kuashiria damu yake. Na tunaposhiriki ni lazima tuweze kutawadhana miguu sisi kwa sisi, ili tuweze kutimiza huduma ambayo Yesu Kristo aliyotuachia. Maana tumeona basi siku ile alitoa mkate, akaumega, akawapa wanafunzi, akasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Kisha baada haya akashukuru kikombe, akasema, twaeni mnywe, huu ndio damu ya agano jipya iliyomwagika kwa ajili yenu, leo na dhambi. So vivyo ndivyo Pasaka inabudiwa kufanyika. Na amesema katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 11:27-9 pale, iwapo tutafanya jinsi ambavyo istahili, tutakuwa tumejitia hatia. Katika mstari wake pale 29, maana alaye na kunywa hula na kunywa hukumu ya nafsi yake. 28, lakini mtu
27:6, maana kila mlapo mkate huu na kunywa kikombe hichi mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Basi kila ulaye mkate huu au kunywa kikombe hicho cha Bwana isivyo stahili atakuwa amejitia hatia ya mwili na damu ya Bwana. So tumeona kwamba jinsi ambavyo tunafaa kushiriki. So ndivyo ambavyo Pasaka inafaa kufanywa kwa wale ambao watafanya leo, wale ambao walifanya, wale ambao wanatarajia kufanya. So ndivyo kielelezo ambacho Mungu ameweza kutuwezesha tukaweze kuelekea katika njia hiyo. Basi tukamalizie pale. Tunakushukuru Mungu wetu kwa kuweza kusoma nasi, kuweza kutulinda, kuweza kuhifadhi maisha yetu na kusoma nasi na kusimama hata kwa mimi. Amen.